hongera sana kwa kuwepo mahali hapa. Mwambie uko mahali sahihi, na naamini uwepo wako mahali hapa hautakujutia. Siku hii ya leo inaenda kuongeza thamani katika maisha yako. Kwa hiyo nawapongezeni sana kwa muda mliotumia, na usikivu ni kitu ambacho naamini ni mwanzo mzuri. Kwa wale ambao wako tayari katika safari, ongeleni, lakini kwa wale wanaoanza safari siku ya leo, safari yenu inaanza vizuri kwa misingi imara. Kwa kwanza, kwa maneno hayo naomba niseme kwamba tunapoongelea nguvu ya malengo, ni msingi wa mafanikio ya aina mbalimbali ambayo tutazungumzia. Naomba tuanze na kauli mbiu ya event hii. Nitasema weka malengo, au tutasema panda mbegu ya mafanikio. Kama utojali unaweza kufanya hivi ili kutoka mkononi ije wapi? Akilini. Naomba tuanze kuongea mara tatu. Weka malengo. Sijasikia. Mara ya pili. Weka malengo. Mpaka ukiona nimefungua mkono huu ujue kweli nimesikia kutoka rohoni, kwa sababu tunaongea kwa roho. Ukiongea kwa roho unamaanisha, ukiongea kwa mdomo unaweza ukasahau. Naomba turudie kwa nguvu sana. Ukiona nimefungua mkono maana yake nimetoka moyoni. Nisipofungua mkono ujue baraka zinafungwa kwa Mwenyezi Mungu. Naomba tena nirudie. Weka malengo. Asante sana, mtupigie makofi. Kwa hiyo kuishi bila malengo tayari ni kuamua kufeli katika maisha. Ukisoma katika kitabu, nimeanza kwa utangulizi kwamba kuishi bila malengo ni hatari zaidi ya ajali ya ndege. Kwa nini? Mafanikio ni kurithiana au kurithisha kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Usipofikia malengo ambayo Mwenyezi Mungu alikusudia katika maisha yako, umefelisha malengo ya msururu wa watu wengine. Kwa hiyo kuishi bila malengo ni hatari zaidi ya ndege. Kwa misingi hiyo, tunahitaji generational wealth, kurithishana mafanikio yetu. Kama babu yako angeweza kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu alikusudia, ingekuwa ni mwanzo mzuri huenda katika maisha yako, kama alivyoongelea Dr. Ibrahim Mdashi. Lakini vile vile wewe kuwa katika maisha magumu isiwe excuse au kisingizio cha kuendelea kuishi katika misingi hiyo. Bado una nafasi na fursa ya kufungua mafanikio yako. Sasa nikiingia katika swali ambalo liko katika vichwa vya watu wengi, kwa nini sifikii malengo yangu? Naomba unisikilize kwa makini. Nitakuwa very brief, lakini naamini mtanielewa. Kuna sababu kuu 4 kwa nini haufikii malengo yako. Sababu ya kwanza ni kutokutambua kusudi lako la kuzaliwa. Kutokutambua kusudi lako la kuzaliwa. Kama tulivyozungumza katika Think Smart, ukitambua au ukijua, ukijitafuta ukajipata, mafanikio yako ni mseleleko, kama anavyosema vijana. Kama anapoogelea samaki, mafanikio yako yatakuwa namna hiyo. Kwa sababu ya kwanza ni kutokujitambua. Kwa hiyo unapaswa kujitambua. Sababu ya pili, unaweza kujitambua lakini usijenge uwezo wako. Ndio utakupeleka wapi? Kule ulipoelekea, si ndio? Kama umenyoka utafanya nini? Utanyoka. Lakini ikiwa umesimama pale huwezi kujua direction. Si ndio unaelewa? Kwa hiyo huwezi kujua direction ya maisha yako bila kufanya nini? Vitendo, without taking action. Kwa hiyo ni kubwa sana. You have to be action oriented. Inayofuata ni rationalize all results. You have to add value in your life. Lazima ujiongezee thamani. Katika kitabu cha Jenga Uwezo nimeelezea mbinu 20 za kujiongezea thamani kutoka kuwa mtu wa chini au mtu wa kawaida kuwa mtu wa tofauti. Hiyo inaitwa rationalize all results. Uwe mtu wa nini? Mtu wa matokeo. Ala ya pili unayoiona pale inasema kwa niaba ya read for soft skills. Hii ni changamoto kubwa sana.
na mimi mheshimiwa mgeni lazima atakubaliana na mimi, jiulize, kwa miaka 3 iliyopita umekwisha soma vitabu vingapi? Itakupa majibu ya aina ya mtu. Kila siku unapolala, subconscious mind yako inatakiwa iweke mipango mikakati ya utekelezaji wa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekusudia kuleta hapa duniani. Nikienda katika swali la pili, je, nifanye nini ili kufikia malengo yangu? Nifanye nini ili kufikia malengo yangu? Inahusiana na swali la kwanza. Jambo la kwanza unataka kulifanya ni kugundua kusudi lako la kuzaliwa, your life purpose, kama nilivyofafanua katika Think Smart. Cha kwanza kabisa, you have to search for your purpose. You have to search for your gift. Una mbegu iko ndani yako. Mwenyezi Mungu alikupanda au alikuleta hapa duniani na akakupokea mbegu ya mafanikio. Kazi yako ni ndogo sana kuigundua. Sasa utajiuliza, kwa nini Mwenyezi Mungu hakuweka rahisi? Kama unavyojua katika imani, jinsi imani inavyoonekana complicated, na vivyo hivyo kugundua kusudi lako, unapaswa Mwenyezi Mungu kwamba una dhamira ya dhati kutoka moyoni, ndipo atakufungulia kuona nini hasa anakusudia kukuumba. Usipoweka dhamira ya dhati, anajua wewe utafanikiwa, alafu uwe kikwazo kwa watu wengine. Unafahamu kwamba kuna mafanikio ya mtu inakuwa ni kero kwa watu wengine. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hawezi kukupa mafanikio bila wewe kujua kusudi lako, kwa sababu tabia zako kutokana na mafanikio yako itakuwa kikwazo kwa maisha ya watu wengine. Ushasikia jamaa anatembea anasema, mweke ndani masaa 24, mweke. Amefanikiwa kufikia hatua ile, lakini sio kwa lengo zuri la kuwasaidia watu wengine, ni kwa lengo la kuwanyanyasa watu wengine. Mafanikio ya namna hiyo Mwenyezi Mungu hawezi kukupatia. Ukiyapata kwa bahati, hayatadumu. Sisi hapa tunazungumzia mafanikio ya kudumu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza unatakiwa kulifanya, kugundua kusudi lako la kuzaliwa. Jambo la pili, kubadili fikra na mtazamo pamoja na imani yako, yani kujiamini na kuamini katika aliyetuumba na kuleta hapa duniani. Hiyo ni jambo la msingi. Jambo la tatu ni kuwa na maono, kujenga picha, big picture for your life. Na jambo la 4 sasa ndio tunakuja kwenye kuweka malengo. Kwa wengi wanasema wafikie malengo kwa sababu wewe utaweza kuweka malengo ndani ya siku 2-3 ukayafikia. Hapana, lazima ujenge misingi ambayo nimezungumzia. Ukiweka malengo na mipango mikakati bila kujijenga, hatimaye utaishia kukata tamaa kama alivyoongea Mwalimu Glory. Na mwisho, unapaswa kutekeleza kwa dhati, hatua kwa hatua, na kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo leo ninakuomba, ninakuasa na kupatia wito, ufanye tathmini ya maisha yako. Uangalie maisha yako kwa sasa yako katika viwango gani? Upo katika viwango vya chini, viwango vya kati, na dira yako ya maisha yako, mustakabali wa maisha yako ni upi? Kwa hiyo lazima ufanye tathmini. Kwa hiyo ni take away. Naomba leo ufanye tathmini pale ulipofikia katika maisha yako, katika nyanja mbalimbali ambazo tutazungumzia baadaye za mafanikio. Tukizungumzia mafanikio tuzungumzie pesa tu, na maeneo makuu 6 ya mafanikio ambayo tutazungumzia kwa haraka. Kwa kufanya tathmini leo, kwa sababu bila kufanya tathmini utajiona uko mbali, lakini ukweli uko chini. Peter Drucker, mtaalamu wa masuala ya management na masuala ya fedha na uchumi kwa ujumla, aliwahi kusema kwamba you can't manage what you can't measure. Kwa lazima ujifanyie tathmini. Maana yake hauwezi kufanikiwa katika jambo bila kujifanyia tathmini. You can't manage what you can't measure. Kwa jambo la msingi sana. Hii itakusaidia unapoweka malengo, maana yake unataka ukue zaidi. Ukiweka malengo bila kujifanyia tathmini, maana yake utaweka malengo madogo ambayo utaendelea kuishi kwa mazoea. Les Brown aliwahi kusema sio kwamba baadhi ya watu hawaweki malengo. Baadhi ya watu wanaweka malengo, lakini wanaweka malengo madogo na wanafikia na kuona kwamba maisha yanasonga mbele, lakini evaluation ya maisha yako, unakwenda grafu yako ya maisha inakwenda hivi au imenyoka au inashuka chini. Ukiweza kutafsiri au kufanya tathmini ukaona uko wapi, maana utaendelea kupanda
kwa ni muhimu sana. Na jambo la msingi baada ya kufanya tathmini na kuweka malengo yako inabidi yaandikwe. Malengo yangu nimeandika, ninayo pale na sio siri, na ukiyaona usichanganyikiwe. Kwa hiyo wale malengo yako mtu akiyaona aseme huyu mtu atafika mbali. Maana unatoa sasa mlima ombi na agizo kwa Mwenyezi Mungu, lile kusudi ulilolikusudia katika maisha yangu, naomba ulibariki, ulitimize. Ndio maana ya kuandika. Unapoandika kisaikolojia, unaikomandi akili yako ifanye nini? Ishike na kulala na kuishi na kuota unachokusudia. Ukiamka asubuhi akili yako iko smart, uwe kazi yako ni kutekeleza. Labda niseme kwa kifupi tu, Bob Proctor katika mafunzo yake, na huwa tunapenda kumfuatilia, aliwahi kusema kwamba mwili wetu ni maneno mazito kidogo, kwa naomba uyachukulie positive. Mwili wetu ni mtumwa wa akili zetu. Kile unachokifikiria kitakuja kuwa matokeo kwa kutumia nini? Mwili wako. Ukitaka kutenda kitu kinaanzia wapi? Kichwani. Lakini kinachotekeleza ni nini? Ni mwili wako, mikono yako, miguu yako. Ukitaka kwenda kuwekeza sehemu fulani, lazima utaenda kumwona Dr. Mdashiru ili uweze kutekeleza. Na baada ya hapo unapaswa kutekeleza malengo yako na hatimaye utaishi ndoto yako. Naomba niende haraka kidogo ili niweze kumpatia muda wa kutosha Bwana Victor, na mimi nimesubiria madini ya masuala ya kanuni za fedha na uwekezaji. Naomba uandike maswali haya. Maswali haya yameandikwa na mtu mkubwa, na mimi nasema yana mchango mkubwa sana katika maisha yangu na mafanikio yangu. Dr. Miles Monroe katika kitabu chake cha Maximizing Your Potential anataja maswali makuu matano ambayo yamebeba dhamira nzima ya mafanikio na safari ya maisha kwa ujumla. Swali la kwanza, naomba uliandike. Jiulize, je, mimi ni nani? Mimi ni nani? Kwamba ukipita sehemu unatambulika kwa urahisi wewe ni nani. Au ndo Mr. Everything. Nasema the master of everything is what? Master of none. Master of none. Jack of all trades is the master of none. Usikubali kufanya kila kitu. Lazima ujue wewe ni nani na ujikite katika kile unachokifanya. Usiwe jack of all trades. Ikiwa jack of all trades, maana utakuwa the master of none. Baada ya kugundua wewe ni nani, maana utawekeza katika kitu cha msingi ambacho kitakuwa ndio utambulisho wako. Swali la pili, nimetoka wapi? Watu wengi tunajisahau. Ukidisconnect chanzo chako na maisha yako, hatimaye utakuwa mtu wa ajabu. Hata kama utapata mafanikio, lakini kama tulivyosema, tabia zako zitakufelisha. Kwa hiyo lazima ujue umetoka wapi. Je, umetoka kwa Mwenyezi Mungu, umeumbwa na Mwenyezi Mungu, au umetoka katika mizimu? Chanzo chako ni nini? Lazima ukijue. Namba 3, Dr. Miles anasema lazima ujiulize, nilizaliwa kufanya nini? Hapa tunarudi kwenye kusudi, wajibu na malengo yako. Je, kwa nini nilizaliwa? Hilo ni swali la 3 na la msingi kutoka kwa Dr. Miles Monroe. Swali la 4 na la msingi, je, ninaweza kufanya nini? Sasa hapa ni katika kujifafanua namna ya kukuza kipaji, uwezo na karama ambazo Mwenyezi Mungu amekujalia. Na 5, kwa muda nitaenda kwa namba 5, ni je, ninaelekea wapi? Nini hatima ya maisha yako baada ya kufariki? Unakumbuka mheshimiwa mgeni rasmi Geoffrey Mizengo Pinda amesema kwamba hatarajii na hataki na wala hana mpango wa kuandika nini? Kuandika nini? Wasia. Anachotaka yeye ni kuacha legacy, na wewe chukua hiyo kutoka kwake. Tumpigie makofi. Chukua hiyo kutoka kwake. Wewe mara Mwenyezi Mungu atakakupenda zaidi kuliko sisi, utaacha alama gani hapa duniani? Hilo ni swali la 5 la muhimu. Je, ninaelekea wapi baada ya kufariki? Hatima yako ya maisha ni nini? Kwa hiyo ni maswali 5 ya msingi ambayo unapaswa kujiuliza. Nikielekea katika kumalizia sasa, nifafanue nini maana ya malengo.
Nini maana ya malengo? Kwa mtazamo wangu binafsi, unaweza ukachukua ukaweka katika mtazamo wako, halafu ukajipima na wewe kwako malengo ni nini. Kwa mtazamo wangu, malengo ni mbegu, ikiwa na maana kwamba mbegu ina asili ya kutokufa. Mbegu haifi. Mbegu haifanyi nini? Haifi, kwa sababu asili yake ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Malengo ni mbegu, ni lamani. Ni lamani kwa misingi gani? Ni lamani kwa misingi kwamba inakuongoza, inakupa direction na dira ya mafanikio katika safari ya maisha. Na zaidi tunasema malengo ni ufunguo na sumaku ya mafanikio, na malengo ni msingi wa mafanikio. Bila kuwa na malengo utaishi kwa mazoea. Na Jim Rohn aliwahi kusema, nisisitiza hii mara nyingi, naomba nisisitize tena, a life best lived is a life by design, not by accident. Kwa maana lazima uweke malengo na mipango mikakati ili uweze kuifikia. Katika kipengele kinachofuata tuzungumzia kwa haraka sifa za malengo ambazo kila mtu anazifahamu, lakini nazifunua kwa ufupi. Sifa za malengo ni kuwa smart. Katika smart ni katika mtazamo mwingine tofauti. Kwa hiyo isahau hiyo kwa kwanza, hiyo smart ya think smart, uje kwenye smart ya malengo. Ya kwanza S ni specific, yani mahususi na kueleweka. Malengo yako lazima yawe yanaeleweka. Usiwe mtu general, unasema nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hapana, sema nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa kwa kusema maneno ambayo ni specific. Nataka kufanya biashara ya kuanzia mwezi fulani na mapato yangu kwa kila mwezi itakuwa ni kiasi fulani. Hilo ndilo lengo. Na mimi Bwana Victor atazungumzia tena hilo, kwa hiyo sitazungumza sana. Na M ni measurable, lazima upime, kama tulivyoona Peter Drucker alivyosema, if you can't measure, if you can't manage, you can't measure. Kwa lazima kwanza upime, alafu ndio utaweza kufanya nini? Kumanage. Usipoweza kupima unachotaka kukifanya, hautaweza kukifikia. Na A kwenye smart ni achieve au achievable, yani kufikika na kutekelezeka. Na R ni realistic, ikiwa na maana halisi, uwezo na mazingira na rasilimali ulizonazo. Usiweke lengo la kufanya kitu fulani Dodoma na wakati mazingira au hali ya hewa hairuhusu. Na mwisho kabisa lazima ujiwekee muda au ukomo, T, yani time bound. Kwa hiyo ni masuala ya msingi. Kwa hiyo naomba nitoe tu kwa kifupi maeneo ya msingi ya kuweka malengo, na ambapo nadhani itakuwa ni kipengele changu cha kumalizia maeneo muhimu ya kuweka malengo. Kila mtu ana maeneo tofauti tofauti, lakini naomba nitaje kulingana na mtazamo wangu, na wewe unaweza kujiongeza za kwako ukaona kipaumbele chako ni kipi. Maeneo muhimu 6 ambayo nimeyachambua kuweka malengo. Eneo la kwanza nimezungumzia eneo la afya, kwa sababu bila afya hakika hautaweza kutekeleza malengo yako. Ukienda hospitali, madaktari wanakwambia afya yako ikoje, ufanye nini ili uweze kuimarisha afya yako ili uweze kuishi muda mrefu. Kuna mtu mmoja alikuwa tunaongea jana, akaniambia kwamba Bwana Patson, by the way, ananiambia kwamba mimi sinywi soda, situmii sukari kwa ujumla, hii industrial sugar hatumii, na anafanya mazoezi kila siku kwa lengo la kuishi muda mrefu ili mafanikio yake yaweze kutimia kadri Mwenyezi Mungu alivyomjalia. Kwa hiyo ni lengo lake la nini? La afya. Kwa lazima ujue ni vitu gani vinaathiri afya yako. Hivyo vitu na vitu viache. Lazima ujenge afya yako, afya ya akili na afya ya mwili. Sehemu ya pili ni tunachokifanya namna hii hapa kwa siku ya leo. Ujipatie elimu ikiwa inajumuisha maarifa, taaluma na ujuzi, ikiwa pamoja na maarifa. Hilo ni eneo la pili la muhimu. Kwa afya, namba 2 elimu, namba 3 mahusiano. Watu wengi tunachemsha sana kwenye malengo ya mahusiano. Watumishi wa Mungu, nadhani hii ni changamoto sana. Napenda kuuliza, kwa nini ndoa za siku hizi zinavunjika mapema?
kwa sababu watu hawana malengo ya nini, ya kifamilia, au na malengo ya kujenga na kuimarisha na kuboresha familia yako. Mnaishi kwa mazoea. Akizingua na wewe unafanya nini? Leo unamzingua, alafu ndio inafanya nini? Inavunjika, unasonga mbele, unatafuta mwingine. Lakini ukiwa na malengo ya familia, ukiwa na malengo ya marafiki, ukiwa na malengo ya jamii, wewe una gani katika jamii, yani mahusiano kwa ujumla, utafika mbali. Eneo la 4 ni imani. Imani inapaswa kuja namba 1, lakini ukweli ni kwamba imani bila kuwa na afya njema, bila kuwa na elimu, bila kuwa na mahusiano, utapotezwa. Huo ni utafiti wangu mdogo. Imani siku hizi inatumika vibaya kwa kiasi kikubwa. Imekuwa ni taasisi za mapato. Kwa hiyo mtu akiniuliza kwa nini umeiweka imani namba 4, nikiwa nina afya njema, akili yangu inafanya kazi vizuri, mwili wangu uko vizuri, nikienda kanisani nitaheshimika. Kwa sababu gani? Ninaweza kuchangia kile kinachohitajika katika kanisa. Nina elimu, wakinipa kazi au ya kufanua kitu naweza kufanua. Nikiambiwa vitu ambavyo havijengi maana katika maisha yangu kunipotosha, nitaweza kufanya nini? Kudefend na kusema siko mahali sahihi. Hata hapa ukiona tunakulisha matango pole, mlango ule unaondoka, kwa sababu una elimu ya kuchanganua. Kwa hiyo imani imeweka namba 4 kwa sababu hizo. Mtu anaweza kani-question Mungu sanaanza wa kwanza, ni kweli, lakini kumjua Mungu bila kuwa na hivyo vitu vingine, ulimwengu umebadilika. Nguvu za shetani zinatumika mithili ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Lakini ukiweza kujenga afya yako, ukawa na elimu na maarifa na taarifa na ujuzi, ukawa na mahusiano mazuri, imani yako itakuwa imara zaidi. Namba 5 ndio sasa tunakuja kwa mtaalamu wa fedha na uwekezaji, ambaye atakuja baada ya dakika moja tu. Ukisha kuwa na mambo hayo 4, fedha na uwekezaji kwako ni vitu rahisi, ni mseleleko. Ukipewa milioni 100 leo, uwezo wako, akili yako ni ya kushika 500,000, hiyo pesa kwako ni adhabu, hiyo pesa kwako ni sumu. Itakuangamiza na itaangamiza watu wengine. Sijui imeeleweka? Kwa ukikimbilia fedha, kama tulikuwa tunasema toka mwanzo, hatufanyi vitu ili kupiga pesa. Hapana, pesa ni matokeo. Kwa sababu ukipata pesa bila kuwa na uwezo, ile pesa itakukimbia, itarudi kwa watu wengine. Na wataalamu wanasema kwamba, na Jim Rohn aliwahi kusema, ukichukua pesa zote ulimwenguni ukaziweka sehemu moja au katika akaunti moja, ukasema sasa tunaenda watu wote sawa, kila mtu akampatia kiasi sawa, kila mtu akampatia $100,000. Guess what? Baada ya muda mfupi wala Victor, zile pesa zitarudi wapi? Kwa wamiliki halali, wale wenye nini? Wenye akili za pesa. Kwa hiyo usikimbilie pesa. Pesa ni nini? Ni matokeo. Wewe kama ni mfanyakazi, ukipata ongezeko la mshahara la 100%, kuna kanuni najua Bwana Victor atafundisha, ambayo itafanya matumizi yako afanye nini? Yaongezeke. Ile ongezeko halitaonekana. Parkinson law inatuambia kadri mapato yako yanapozidi kuongezeka, ndivyo na matumizi yako yanapozidi kufanya nini? Kuongezeka. Kwa ili uweze kufanikiwa katika fedha, lazima ufanye nini? Uvunje hiyo kanuni ya Parkinson's law. Na mwisho unaenda katika vitu uvipendavyo. Sasa umeshapata pesa, una faida, sasa unaweza kufanya choice, ufanye vitu ambavyo unavipenda, vitu vya anasa, unaita the wants. Kwa kuzungumza hilo, naomba nihitimishe kwa kusema kwamba maisha bila malengo ni hatari zaidi ya ajali ya nini? Ya ndege. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki na muweze kufikia malengo yenu mwaka 2025 na miaka ijayo. Asanteni sana. Makofi mengi sana kwa Brother William Kianka.